mfumo wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akamwambia watu, akamwambia hivi, akamwambia ikiwa ninaponya watu kwa kidole cha Mungu, maana yake ufalme wa Mungu umewajilia katikati yenu. Maana yake ufalme wa Mungu nisemeje? Chukua mfano gani? Kwa mfano, tunaposema ubalozi wa Marekani upo Tanzania, maana yake Marekani ipo Tanzania, ipo katikati ya Watanzania. Pamoja na kwamba Watanzania wote sio wa Marekani, lakini ndani ya Tanzania kuna Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ubalozi maana yake ile, ukiona ardhi, ukiona ubalozi, ukiona ofisi za ubalozi wa Marekani Tanzania, maana yake ile ardhi wamenunua ni ya kwao na wana hati miliki. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona Tanzania tuna ubalozi Marekani, maana yake Marekani tuna uwanja wetu wa taifa, tumeununua. Ubalozi haupangishi, haupangi. Ubalozi unanunuliwa. Bwana asifiwe. Ukisikia neno ubalozi wa Marekani upo Tanzania, maana yake wana ardhi yao wamenunua na wameilipia na wana hati miliki. Ukisikia ubalozi wa Tanzania upo Marekani, maana yake tuna ardhi yetu Marekani tunayo. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana Yesu akamwambia nyinyi wanafunzi, akamwambia wale watu, kama ninaponya kwa kidole cha Mungu, maana yake ufalme wa mbinguni upo katikati yenu. Maana yake namna ya mbinguni ipo katikati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maombi yangu Mungu akufungue. Ni maombi yangu Mungu akuinue. Amen. Ni maombi yangu Mungu akufanye kuwa mtu mkuu. Amen. Wewe unanifuatilia kwenye mtandao, ni maombi yangu Mungu akuinue. Ni maombi yangu Mungu akufanikishe. Amen. Ni maombi yangu Mungu akupe ukuu kwa jina la Yesu. Amen. Ni maombi yangu Mungu aondoe kila kisa juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Kila nguvu inayopambana nawe, inayokuzuia usipokee ukuu, ninaiondoa hiyo nguvu kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Lakini namna nyingine lazima uwe mtu, uwe humble, uwe mnyenyekevu. Hauwezi ukawa mkuu, lazima uwe mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia wanafunzi, akamwambia atakaye kuwa mdogo kuliko wote, huyo ndiye atakaye kuwa mkuu kuliko wote. Bwana asifiwe. Kanuni ya Mungu ili uwe mkuu ni lazima uwe mdogo kuliko wote. Yaani wacha kujiinua. Ukifuatia mhubiri anaitwa TB Joshua. TB Joshua wakati anaanza huduma, alianza huduma chini ya mti. Wakati ameanza huduma chini ya mti, TB Joshua alikuwa anafagia choo cha kanisa. Yaani yeye ndo mchungaji na yeye mwenyewe anafagia choo cha kanisa, anadeki kanisa. Bwana asifiwe. Watu kwa kawaida mchungaji anajifanya yeye ndo yaani hawezi kugusa choo, lakini TB Joshua alikuwa anasafisha mpaka choo. Mpaka kana kwa mtu mkubwa duniani. Hakuna nchi haimfahamu. Lakini alipotoka mtoka mbali. Biblia inasema, Yesu akasema atakayekuwa mdogo kuliko wote, huyo ndiye atakuwa mkuu kuliko wote. Kwa maana yake lazima uwe mnyenyekevu. Ndio maana Yesu akawaosha wanafunzi wake miguu. Lakini Petro akakataa, akamwambia Yesu, usinioshe miguu yangu. Yesu akamwambia ni lazima nikuoshe. Kama hautaki nikuoshe, maana yake haupaswi kuwa sehemu ya mitume 12. Maana kama hautaki kujinyenyekeza, haufai kuwa sehemu ya watumishi wa Mungu. Haufai kuwa sehemu ya watu wakuu ambao Mungu anataka wainue kwenye maeneo mbalimbali. Kwa sababu Mungu anainua watu kwenye biashara. Mungu anainua watu kwenye elimu. Mungu anainua watu kwenye kilimo. Mungu anainua watu kwenye siasa na kwenye uongozi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Wakristo wengi wanashindwa kuingia kwenye siasa kwa sababu gani? Wanafikiri siasa ni mchezo mchafu. Siasa sio mchezo mchafu. Siasa ni mfumo wa Mungu wa uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wanalia ukipata kiongozi mbaya ambaye hana hofu ya Mungu. Kwa kuwa hana hofu ya Mungu anaweza kukutesa. Na akikutesa ni kwa sababu ya ujinga wa Kristo wengi. Hawataki kuchukua nafasi za kiuongozi. Kwa hiyo wanawaachia waovu kwa sababu unajua siasa ni mchezo nini? Mchafu. Ni Mkristo mjinga anayejua kwamba siasa, anayewaza kwamba siasa ni mchezo mchafu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukipata kiongozi, Biblia inasema hivi, ukipata mfalme mbaya lazima awaumize.
mkipata mfalme mpumbavu lazima awatese. Kwa ni lazima watu wenye hofu ya Mungu wachukue nafasi kwenye jamii, kwenye ubalozi wa nyumba 10. Lazima watu wenye hofu ya Mungu, kwenye wenye kitu wa vijiji, watu wenye hofu ya Mungu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, watu wenye hofu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anaongoza roho za watu. Mtu asipokuwa na hofu ya Mungu na anaongoza roho ya watu, anaweza akaziangamiza baada ya kuzitunza. Si ndio watu wa Mungu? Unajua maana ya uongozi ni kuongoza. Maana ya uongozi ni kuongoza watu wafikie ahadi. Haiwezekani watu wote 20 mkawa viongozi. Haiwezekani watu wote milioni 1 mkawa viongozi. Lazima Mungu ateue mmoja awe kiongozi. Na kiongozi lazima awe na hofu ya Mungu. Kiongozi anapokosa hofu ya Mungu, maana yake anaweza kufanya chochote. Bwana asifiwe. Ndio maana Farao akasema sasa tujitafutie mtu mwenye hekima anayeweza kutusaidia kuepuka majanga ya hii ndoto ambayo nimeiota. Wakamtafuta Yusufu. Yusufu akatunza chakula, anaweza kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tunamaliza, naomba tusimame fanya ibada kwa ufupi ili tuwae mjini kwa ajili ya ibada nyingine. Yaani ukisikia namna ya kupata ukuu, ni lazima kwanza uwe mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Atakaye kuwa mkuu kuliko wote nyinyi hapa, ni lazima awe mdogo kuliko wote nyinyi hapa. Maana yake lazima kuna roho ya unyenyekevu. Unapokosa unyenyekevu, maana yake moja kwa moja unakuwa hauqualify au unakuwa haujakidhi vigezo vya kuwa mkuu. Ndio maana ili Yesu akawa mtumwa naye. Yesu akawa mtumwa, akaanza kuosha watu miguu. Anaosha miguu wanafunzi wake. Na kwa mujibu wa maandiko Yesu ni Mungu. Kwa hiyo Mungu akaanza kuosha binadamu miguu yao. Yote ili kuwafundisha roho ya unyenyekevu. Kukata mapembe ya kiburi, watu wasiwe na kiburi. Bwana asifiwe. Sema Baba katika jina la Yesu. Jumapili ya leo nimepokea mbegu hii. Mbegu ya ukuu. Mbegu ya kuinuliwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza, ninakiri kwa kinywa changu na ninaamini kwa moyo wangu ya kwamba kuanzia leo nimepokea roho ya ukuu. Nimepokea roho ya ukuu. Nitakuwa mkuu kwenye maisha yangu. Nitakuwa mkuu kwenye mipango yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila adui anayepambana ili kunizuia nisifikie ukuu wangu, huyo adui anguke kwa jina la Yesu. Anguke kwa jina la Yesu. Anguke kwa jina la Yesu. Kuanzia Jumapili ya leo sitakuwa mtu wa kawaida. Kuanzia Jumapili ya leo sitakuwa mtu wa chini. Kuanzia Jumapili ya leo sitakuwa mtu wa kawaida. Kuanzia Jumapili ya leo sitakuwa na mawazo ya chini, nitakuwa na mawazo ya juu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninapokea ukuu. Ninapokea kuinuliwa. Ninapokea ukuu. Ninapokea kuinuliwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa kuwa mtu wa kawaida. Ninakataa kuwa mnyonge. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa kuwa mnyonge. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa kuwa mnyonge. Kwa jina la Yesu Kristo. Ingia kwenye maombi, omba, mwambie Mungu nakataa kuwa mnyonge. Ratapashata la bahasataba rikatapaya katia. Baba katika jina la Yesu, watoto wako hao wanaosikiliza Jumapili ya leo, ninatamka roho ya ukuu juu yao. Ninatamka roho ya kuinuliwa juu yao. Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Future zao zikainuliwe, kesho yao ikainuliwe, maono yao yakawe juu. Kwa jina la Yesu Kristo wakafanikiwe kwenye mipango yao kama ulivyowaumba duniani. Baba ukawafanikishe, pamoja na kwamba ni wadhaifu, lakini Mungu kwa neema yako, lakini Mungu kwa rehema zako ukawainue kwa jina la Yesu. Maana uliwaumba kwa sura na kwa mfano wako. Ninatangaza Jumapili ya leo, Baba, sura na
mfano wako viwe juu yao kwa jina la Yesu. Kila mtu anapoona akuone wewe Bwana Yesu. Kila mtu anapoangalia aione sura yako kwa juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Kila mtu anapoangalia aione nuru yako juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Maisha yao yakainuke, maisha yao yakaangaze, maisha yao yakainuke, maisha yao yakaangaze kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila nguvu ya adui inayopambana na hatima zao, hiyo nguvu ya adui ninaiangusha kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya adui inayopambana na hatima zao, hiyo nguvu ya adui ninaiangusha kwa jina la Yesu Kristo. Ninafuta kila nguvu ya adui, kila roho inayoua hatima, kila roho inayoharibu hatima, kila roho inayoua hatima ninaipiga kwa jina la Yesu. Kila roho ya Herode inayoua hatima za watu, kila roho ya Herode inayopiga hatima za watu, hiyo roho ninaiangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ninaiangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ninaiangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninatamka roho ya ukuu ndani ya wanao hawa. Ninatamka roho ya ukuu ndani ya wanao hawa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako hawa ninawatamkia roho ya ukuu ndani yao. Mioyo yao ikabebe akili ya ukuu, mioyo yao ikabebe mawazo makubwa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila mipango anaoipanga adui kwa siri ili kuzuia ukuu wa kila anayesikiliza ibada hii, kila roho inayopambana ili kuzuia ukuu wa watu wao wanaonifuatilia kwenye mitandao, wa watu wao waliokaa mahali hapo na wanaotusikiliza, huyu anayekusikiliza mahali hapo Bwana Yesu, kila roho inapambana na ukuu wao, hiyo roho ninaiangusha kwa jina la Yesu. Hiyo roho ninaiangusha kwa jina la Yesu. Ninapiga kila pembe ya adui inayozuia ukuu wa kila mmoja wetu. Ninapiga kila pembe ya adui inayozuia ukuu wa watoto hao ambao wanakusikiliza Bwana Yesu, ukuu wa wanawake wanakusikiliza Bwana Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaiua kila nguvu ya adui, ninavunja kila mipango ya adui kwa wanao wanaonisikiliza kwa njia ya mitandao, wababa wanaonisikiliza kwa njia ya mitandao, watoto wanaofuatilia kwa njia ya mitandao, watoto wanaofuatilia kwa njia ya mitandao, wazee wanaofuatilia kwa njia ya mitandao. Elimu hii ya ukuu ikawafikie popote walipo kwa jina la Yesu. Roho hii ya ukuu ikawafikie, roho hii ya ukuu ikawafikie, upako wa ukuu ikawafikie kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kama Daudi alivyopakwa mafuta ya ukuu, mafuta ya ufalme, yoyote anayefuatilia ibada hii popote alipo, sauti hii inapofika, ninatamka mafuta ya ukuu. Ninatamka mafuta ya ukuu. Kama Daudi alivyopakwa mafuta, kama Daudi alivyomiminiwa mafuta, kila anayenifuatilia wakati huu popote walipo kwa jina la Yesu, ninawamiminia mafuta ya ukuu, mafuta ya kifalme, mafuta ya ukuu kwenye biashara zao, mafuta ya ukuu kwenye uchumi wao, mafuta ya ukuu kwenye huduma zao, mafuta ya ukuu kwenye elimu zao, mafuta ya ukuu kwenye uongozi wao kwa jina la Yesu Kristo, mafuta ya ukuu kwenye familia zao. Kila nguvu inayopambana nao, kila nguvu inayopambana kuwazuia, kupitia mafuta ya ukuu wakainuliwe na wakawe wakuu kwa jina la Yesu. Wakainuliwe na wakawe wakuu kwa jina la Yesu. Haleluya. Shetela bahazede bahanda la raba. Sherebo shatala raba, zojalamande la raba. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Shatarabo shetelamanda. Rika talamando la bahazede de bahando. Roposhe keta yamando lobo jadaliga diamante. Ratapa yamande lebo shakata. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jumapili ya leo ninayaita mafuta ya ukuu juu ya maisha yetu, juu ya familia kila mmoja aliye mahali hapa. Ninayaita mafuta ya ukuu, ninamimina mafuta ya ukuu juu ya kila mmoja aliye mahali hapa, juu ya kila mmoja aliye mahali hapa. Ninamimina mafuta ya ukuu kwa jina la Yesu. Kila mafuta ya utumwa ninayafukuza kwa jina la Yesu.
Mafuta ya umaskini ninayafukuza kwa jina la Yesu. Mafuta ya magonjwa ninayafukuza kwa jina la Yesu. Ninayaita mafuta ya ukuu, mafuta ya kibali, mafuta ya kuinuliwa, kama mafuta yalimiminwa juu ya kichwa cha Daudi. Haya mafuta ya ukuu ninayaita na kuyamimina juu ya kila mmoja aliye mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sheketele doko sheketele Zoronta la kadibaha zodabaha Shatalalaba ramandere debo shatalamana Zetera baha zoujalamana. Yeyote anayefuatilia kwa njia ya mtandao kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mafuta ambayo yalimiminwa na Nabii Samuel juu ya Daudi ili awe mfalme, mafuta ya ukuu ninamimina juu yako wakati huu kwa jina la Yesu. Ninamimina juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Mafuta ya ukuu kwenye biashara, mafuta ya ukuu kwenye uongozi, mafuta ya ukuu kwenye huduma yako ninamimina kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Popote ulipopokea mafuta ya ukuu kwa jina la Yesu, pokea 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 mafuta ya kuinuliwa kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya adui aliyoweka juu yako, Biblia inasema na kwa sababu ya mafuta kila nira ya adui inaharibiwa. Kila nira juu yako iharibiwe. Nira ya umaskini iharibiwe. Nira ya magonjwa iharibiwe. Nira ya hofu iharibiwe. Nira ya kuogopa iharibiwe. Nira ya magomvi kwenye familia iharibike. Nira ya kuogopa iharibike. Nira ya kuparalyze iharibike kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila nira ya magonjwa kwa mafuta ya Roho Mtakatifu, hiyo nira ikatike kwa jina la Yesu. Hiyo nira ikatike kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa neema na kibali chako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa ukuu wako. Bwana asifiwe. Naomba mpigie Yesu makofi kwa sababu ya ibada hii. Mpigie Bwana Yesu makofi ya kutosha. Mpigie Bwana Yesu makofi ya kutosha. Kama na sadaka yako unaweza kaishika tukaomba. Baba, katika jina la Yesu, wanao wameshika sadaka zao kwa ajili ya kukutolea. Baba, ninaomba ubariki sadaka zao na ukawazidishie pale walipotoa. Baba, ukafungulie malango. Baba, ninatamka ya kwamba siku ya leo wakiwa wanaondoka, ukakutanisha na watu sahihi. Ukafungulie malango ya kifedha. Wanao wakafanikiwa kifedha Baba, katika jina la Yesu Kristo. Wasipungukiwe, wakafanikiwa kifedha kwa jina la Yesu Kristo. Wakafanikiwa kibiashara, wakafanikiwa kwenye kila kazi wanaweka mikono yao kwa jina la Yesu Kristo. Na kila adui anayepambana na kazi zao, huyo adui ninamfutilia mbali kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Uzokatoa sadaka.